sauti. Askofu aliniambia uende Kaburengo. Sasa sitakuja. My friend, jikaze tu kiume. Haleluya. Na najua amejikaza kiume, lakini nilituma Christmas. Nilifanya nini? Nilituma. Bwana asifiwe. Ninataka nilete neno kwa ufupi, na najua kwamba Mungu atatubariki, na najua ya kwamba wengine hawatafurahi na wengine tutatoka tukiwa tumefurahi. Haleluya. Ninajua tu huwa tunasema tunaenda kusherekea tarehe 25. Leo watu watatoka hapa pastor. Kuanzia leo wataenda kusherekea. Wenye mumeweka chapati nyumbani, sisi yetu yote. Early church, neno linaniambia in the book of Acts ya kwamba kanisa la kwanza liliuza kila kitu likaenda kuwa na watu wote ushirika. Bwana asifiwe. Najua kuna wengine wamekaa huko nyumbani kwa sababu chapati, kuku, hizo vitu zote inafaa mfanye nini? Mulete hapa. Haleluya. Hey, Mama Margaret amewaambia nini? Nilisema sasa afadhali nifundishe. Nilisema atakuwa anatoanga mfano kwangu. Mama Margaret amewaambia tumeenda kuona nani? Amekuja kuona nani? Mama na baba. Kwa nini alifikiria akuje aone? Maana aliona huko, unajua huko hata pastor mmenijaribu huko, tumechinja mbuzi. Hata mpaka mmefanya sasa hakuna kukula mbuzi. Huko tulileta mbuzi, kuna mwenye alileta mahindi, mwingine akaleta vyote, na mpaka na watoto. Saa 2 walikuwa wananipigia, pastor tumemaliza, tunangojea mgeni aingie kanisani, tumemaliza kupika, tuliamka saa 9. Bwana asifiwe. Wanangojea sasa wasikie neno na wameke mkate pamoja. Haleluya. Hiyo ndio kanisa la kwanza, na hiyo ndio inafaa irudi leo hii. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. So kama sijaendelea, nilisema mtanipenda na wengine watoka kama wamekasirika. Ninataka nione firstborn. Nimeanza kuhubiri, nataka nione firstborn. Inua mkono if you are a firstborn. Wewe kama wewe ni wa kwanza kwenu, mzaliwa wa kwanza, inua mkono. Haya, simama. Inua mkono na ufanye nini? Kama umeinua tu mkono tena simama. Umeinua mkono ufanye nini? Haya, anza safari ya kukuja hapa. Anza safari ya kukuja hapa. Ninataka firstborn. Na pia wewe kama mama ama mzazi utasikia ya kwamba uko na firstborn huko nje, huko nyumbani. Sijui kama nitapeana 2 ifike. Ninakupea bahasha. Baada ya neno utajua ni nini kwa nini nimekupa hiyo bahasha. Firstborn. Tulisema tufanye neno. Ninahubiri pastor kwa sababu tumekuja kusherehekea firstborn. Na kama wewe ni mzazi na unasikia hii baraka firstborn wako lazima aichukue, bado unaweza simama ukuje. I need firstborn. Sasa nitaanza kupeana moja, maana nimeona wazazi pia wameanza kukuja. Firstborn. Unasikia ya kwamba unataka hii, pia wewe uende nayo kwa sababu ya firstborn wako huko nyumbani. Ikiisha mtaenda kuniletea nyingine. Firstborn. Haleluya. Sasa ulikuwa usimami, chukua hii na hiyo pia. Baada ya neno nimesema wengine tutatoka tumekasirika, wengine tutatoka, mimi mwenipea tu muda yangu, maana by saa 6 kamili nakuwa nimeanza kuhubiri mpaka saa 7, 1 full hour. Firstborn. Firstborn yako hapa. Haya. Si ndio sasa mshahara achukue. Firstborn. Firstborn. Nimeita firstborn. Haya. Ninataka nifunge, nataka nilete neno. Kuja haraka. Unakuja firstborn?
Tumeisha firstborn wamekwisha, tunasherekea. Na bado nilikuwa ningali hapa na wawili, nataka firstborn wawili watajilete, so acha niweka hapa, na bado niko na 3. Amen, haleluya. Firstborn, Bwana asifiwe. Neno linaniambia firstborn walipewa nguvu na mamlaka, power and authority. Hiyo ndio Yesu alifanya nini? Alipewa. Tusome Yeremia, nataka tuone kwa nini tunasherekea tarehe 25. Chukua hii Yeremia 52:31 tufike 34, then tufungue Psalms 107. Psalms 107. Haya, watoto wanaanza kuenda. Deuteronomy 8:18. Deuteronomy 36. Bwana asifiwe. Haleluya. Nani mwenye anakaa kitu? Niongeze kitu ingine. Ninataka kila mtu achukue kalamu na karatasi. Kalamu hapa hii afadhali sasa. Wameitengeneza. Kalamu na karatasi. Mnaweza saidia wageni hiyo. Na nilisikia tu nikiambiwa tena nibebe. Wape hiyo yangu tu, lakini msione yenye mimi niliandika. Ama watolee karatasi. Pia hao kwa sababu wamekuja, wakuje washiriki na sisi. Haya, toa hapa kila mtu karatasi moja moja. Lakini sasa shida niko na kalamu moja. Amen, Bwana asifiwe. Kabla sijawaambia kile nataka msome Yeremia 52:31-34. Yeremia. Hiyo sijasema muandike hapo. Kuna kitu nataka tuandike hapo. Lakini andika hiyo Yeremia tu bado. Kati ya Joshua karatasi. Yeremia. Ama mwenyewe nisome. Yeremia 52:31-35. Nitasoma. Na nataka tunyamaze, na ninataka mnifuate vizuri hata kama tutatoka saa 11. Neno linasema, hata ikawa katika mwaka wa 37 wa kuhamishwa kwake Yoakini mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 12. Mwezi wa ngapi? Katika mwezi wa 12. Tuko mwezi gani? Siku ya 25. Leo ni siku gani? Sasa tukishamaliza mniambie kama walisema tukule mandazi na chapati. Kuanzia leo tutakuwa tunakula mandazi na chapati. Si ndio, pastor? Kuanzia leo watu tutakuwa tunakula mandazi na chapati. Siku ya 25 ya mwezi Evilmerodaki mfalme wa Babeli, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake. Huo ulikuwa ni mwaka wa huyu mtu wa kwanza kumiliki. Akamuinua kichwa chake Yoakini mfalme wa Yuda, akamtoa gerezani. Haleluya. Tarehe ngapi? Tarehe 25 mwezi wa ngapi? Wa 12. Akasema naye maneno mazuri, akaweka kiti chake juu ya viti vya wafalme. Alipoinua huyu mtu
kutoka gerezani, alimweka juu ya nani? Alimweka wapi? Juu ya wafalme. Alichukua kiti chake. Kwa maana jinsi hii tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa bekani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Mfalme wa milele, Baba wa amani. Maongeo ya kiti, ama sio hivyo? Hiyo ni Isaya. Maongeo ya kiti chake cha enzi haitakuwa na mwisho kamwe. Haleluya. Alafu mniambie hapo kama kuna kukula chapati na kuku. Naye akasema naye maneno mazuri, akamweka kiti chake juu ya viti vya wafalme. Akanena naye mambo mazuri ya amani, mambo ya kuleta amani, mambo ya kuleta uzuri, mambo ya kuleta tumaini. Haleluya. Wakati unasikia kukufa alafu unasikia mtu anazungumza na wewe mambo mazuri, mambo ya kuleta amani. Kama wewe ni mama, baba alikuwa amekupanguza kofi na anaanza kuongea vizuri, wewe unasikia namna gani? Hata hiyo chapati kama hakuna, lakini maneno ni mzuri. Mama, si unarudingi? Kama ulikuwa umezunguka huku, unaanza kurudi pole, maana umesikia maneno mazuri. Naye akabadilisha mavazi yake. Alibadilisha nini? Mavazi yake ya gerezani. Akala chakula mbele yake daima siku zote za maisha yake yote, na maongeo ya kiti chake hayatakuwa na mwisho kamwe. Na kwa posho yake alipewa posho yake daima. Huyu mfalme alipotolewa, pia yeye alipewa posho lake daima. Mamachuzi wakaenda, wakafanya nini? Wakamsujudu. Walipofika walienda bure, walienda na posho, wakampelekea huyu mtu anayeitwa nani? Yesu Kristo. Falme wa Babeli kila siku alipewa posho, hata siku ya kufa kwake. Baada ya hiyo Yesu alikufa, akazikwa, akashuka kuzimu siku zote za maisha yake. Haleluya. Ninataka nisungumuze nini? Sasa hiyo karatasi imepata maneno ya kuandika, ndio tuendelee. Programming your ear. Bwana asifiwe. Hiyo ndio mafunzo yetu leo. Tuprograma wa ear. Mniambie Kiswahili mwalimu. Programming. Kupangilia mwaka wako. Mwaka wa mwezi wa 12 tarehe 25 sio siku ya kukula mandasi na kukunywa. Ni siku ya kupangilia mwaka wako. Haleluya. Kama Mungu hangeanza kupangilia mwaka wetu, bado tungekuwa wapi? Gerezani. Watu hawajafuata neno. Kama Mungu hangepangilia mwaka, leo hii tungekuwa bado tuko gerezani. That's why we celebrate Christmas. Unajua mtu ananiambia Yesu alizaliwa mwezi wa tarehe 25. Hapana. Mungu alianza kupangilia maisha ya mwanadamu wakati tulikuwa gerezani, wakati tulikuwa kwa vifungo. Bwana asifiwe. Alianza kupanga. Sasa kama mwezi wa 12, mwezi wa 12 ni mwezi wa kupangilia maisha yako. Kama haujapanga maisha yako mwezi wa 12, weka X kwako. Hata hiyo tarehe 1 pastor nilipata ufunuo yenyewe tunakujanga hapa. Hati tunaanza kusema tuanze kupanga. Never. Panga mwaka mwezi wa ngapi? Panga mwaka mwezi wa 12. Bwana asifiwe. Panga mwaka mwezi wa 12. Nionyesha kalamu na karatasi.
Nionyeshe kalamu ayaanza kupanga mwaka yako. Ni nini unataka next year? Ndio nataka nianze kusungumuza. Next year unataka nini? Andika kwa hiyo karatasi. Maana Mungu alianza kupanga mwezi wa 12 tarehe 25. We fail because we don't program our year. Hallelujah. Mwezi wa 12 ndio wachawi na waganga wamekaa kuanza kupanga mwezi wako, kuanza kupanga mwaka wako. Halafu sisi tumeenda kukula mandazi, tumekula chapati, tumechinja kuku, tumechinja mbuzi. Waganga wako mahali wanakesha, wanaangalia vile ulivyo, wameona nyota yako, wameona maisha yako, wameona mwaka huu vile ulivyotembea. Na kuambia mchawi na mganga hajalala. Bwana asifiwe. Maana ameangalia mwaka yako vile imekuwa na ameenda kukupangia. Bwana asifiwe. Ameenda kufanya nini? Kukupangia mwaka. Ameenda kukupangia mwaka. Anasema huyu mwaka huu alinunua ng'ombe, tuone next year. Huu mwaka huu huyu mjamaa, watoto waligraduate kama hapa 5. Mnafikiria hako huko hamekaa? Next year watu watakosa school fees ili watu wasigraduate. Hako tu hanaangalia. Simulikuja hapa, simulikuja kumetangazia, mkamwambia ona maajabu ya Mungu kwa mwanadamu. Na akasema ngoja, nami ninaenda kungoja. Wakati utakuwa unakula chapati, wakati unakula kuku, umesahau ya kwamba kuna school fees. Bwana asifiwe. Mtu amesahau ya kwamba kuna nini? Jana nimeenda kununua uniform. Wakaniuliza, mama, uniform? Watu wananunua chapati, watu wananunua mchele. Nikamwambia, wewe next year niko na wangapi? 2. Nikisema nikule chapati leo, kesho mtoto atarudishwa hapa. Bwana asifiwe. Wakanipigia simu, kaniambia, mama, unajua tarehe 25 watu naenda kuswimu na kupanda ngamia. Nikawauliza, my friend, mnataka kupanda ngamia? Mnataka kwenda kuswimu? Ni pesa ngapi? Shilingi 6,000. Nikawauliza, hiyo 6,000 nikituma kesho usiniulize uniform, uende na hiyo yenye imeraruka. Bwana asifiwe. Kuna mwingine hapa mtoto amekataa kukuja kanisani kwa sababu kununua nguo. Si ndio? Kuna mwingine hata mtoto jana hakukula. Alafu mama mzuri anamwambia, mama nyamaza tu, pesa hazikuwa, lakini kesho nitaenda kununua. Shame on you. Hallelujah. Bwana asifiwe. Program ya year December. Panga mambo yako December. Kama Mungu hangeangalia apitie kwa huyu mfalme, akamwambia kuna mtu ako gerezani, na katika hilo shine ndilo atakayetoka nani? Mkombozi. Huyo mtu akikufa gerezani, hakuna ukombozi kwa mwanadamu. Ndipo akaenda kwa huyo mfalme. English inamuita evil, ani muovu. Lakini alienda kumtoa wapi? Gerezani. Akamuinua kichwa. Wakati alimuinua, akamketisha juu ya falme, juu ya viti vya kifalme, na yeye akakuwa juu, na akapewa posho lake, akapewa kila kitu, akapewa mavazi, akapewa chakula, akapewa maji, hata labda pia alipewa bibi. Si yako hapa alipewa? Bwana asifiwe. Akapewa nini? Kila kitu. Maana Mungu alijua ya kwamba ninataka nitayarishe kwa sababu ya kumwokoa nani? Mwanadamu. So kwa sababu sisi wanadamu ni shingo ngumu, hatuwezi kuelewa, hatuwezi kusikia. Tulitaka tuhakikishe kama Tomasi. Akasema mpaka tu nishike hapa ndio nijue ni nani? Ni Yesu. So ikasababisha Maria tu achukue mimba azae, lakini yako hapa. That's why we celebrate
tarehe 25. Na tarehe 25 tunakuja kushukuru Mungu kwa sababu Bwana ametufungua kutoka gerezani. Tunakuja kutoa shukurani zetu. So wakati unapewa basha, uliza mama Bukembe, tulipeana basha kubwa, sio kadogo. Why? Kwa sababu hiyo damu ni ngumu. Haleluya. Ilikuwa ya dhamana sana, worthy. Not 50 shillings. I'm sorry, kama umeweka tu hapo shilingi 50 nitachukua, nitakurudishia. Si tumeandika majina. Bwana asifiwe. We have to give what belongs to God. Give Caesar what belongs to Caesar, and God what belongs to God. Bwana asifiwe. Uone kama Mungu hata kutenda mema, ya kwamba tumshukuru Mungu. Zaburi 107. Mia moja na saba 13 tufike 15. Neno linaniambia ya kwamba 14. Wakamlilia Bwana 13. Katika dhiki zao akawaponya na shida zao. Aliwatoa katika giza la uvuli wa mauti, akayavunja mafungu yao. Na wamshukuru Bwana kwa fadhili zake na kwa maajabu yake kwa mwanadamu. Bwana asifiwe. Tunakuja kumshukuru Mungu kwa sababu ya nini? Ya fadhili zake na maajabu kwa mwanadamu. Jina la Bwana libarikiwe. Maana inafaa ukae uangalie mwaka tangia tarehe 1. Wangapi wamekufa? Bwana asifiwe. Na wewe ilikuwa lazima ufike leo? Bwana asifiwe. Ilikuwa lazima ufike. Tunaongea tukiendelea kuandika yenye unataka Mungu akufanyie. Maana vitu mingi tumeanguka kwa sababu hatukupanga mwaka wetu. Bwana asifiwe. Na mimi nimeona, haleluya, but najua tulianzanga late. Pastor, kama tungeanza mapema, najua tungekuwa tunatangaza maajabu mengi sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Wakati utapangilia, utapanga mwaka wako. Wakati utafanya nini? Utapanga mwaka wako. Na umpe Mungu. You present to God. Unamwambia God, this is my budget of the year. Kwa nini tunasomanga financial budget of the year? Alafu sasa sisi Wakristo tumekuwa wajinga. Tunajua tuko na baba mwenye ako na kila kitu. He owns everything. Neno linatuambia ya kwamba yeye ako na kila kitu. Na ako na mawazo mazuri kwetu. Mawazo ya kutupa tumaini. Ya kwamba tunapeleka budget yetu kwa nani? Kwa Mungu. Na kwa hiyo budget Mungu anaanza kuangalia. Unafikiria ni mjinga? Tusome 2 Corinthians 9:2. Inasema nini pastor? Hata najua labda unaijua. Bwana asifiwe. Hiyo budget yenye umeandika, we want to present it to God. Tunataka tupeane kwa Mungu. Mungu anazungumza nini? Anatuambia nini kwenye 2 Corinthians 9:2? Umepata? Soma tusikie. Kama sio hiyo, kama sio hiyo nitatafuta, lakini ni hiyo. Maana najua utayari wenu. Inayojisifia kwa ajili yenu wa Makedonia. Kwamba Akaya ilikuwa tayari tangu mwaka. Unasoma kitabu gani? 2 Corinthians 9:2. Ama ni first? Haisemi hivyo. Ni
2 Corinthians 6 yenye nasema kwamba ninampa mwenye kula mkate na ninampea mwenye kupanda mbegu. Is it in which book? Ni wa Korintho. Bwana asifiwe. Enda utafute kwa Korintho utapata ya kwamba mimi Bwana ninampa 9:10. Unaona sikuwa wrong. 2 Corinthians 9:10. Nilikosea verse. Yeah. Neno linasema na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye atayaongeza mazao ya haki kwenu. Haleluya. Ona venye huwa tunapoteza. Lakini leo nimeibia watu siri. Bwana asifiwe. Ya kwamba anampa mwenye kukula nini? Mkate. Na anampa mwenye kupanda mbegu, naye atasisitiza kulingana with your budget. Bwana asifiwe. Wakati una present hiyo mwaka wako kwa Mungu, anaanza kuangalia. So tunapelekanga late, so Mungu anafanya nini? Wakiitisha interview wanasemanga deadline ni siku gani? Wanasema deadline tarehe 24. Tarehe 24 ilikuwa deadline ya kupeana nini? Halafu wewe unaleta tarehe 25, 26. Utameki kweli? Wamefunga. So wewe tunangojea tarehe moja hapa tunasema now we command the year. We write command the year. Pastor, nakwambia tulikaa wajinga hiyo siku. Command the year, command. We are late. Malaika wamefanya nini? Wamefunga. Amaanza kufanya nini? Wameanza kuanalyze, waweke, waitishe watu wa kukuja kufanya nini? Interview. Let us do the word but not the hearers. Bwana asifiwe. So wakati una present kwa Mungu, anaanza kuangalia. Anaona huyu ni wa mkate tu. Na huyu ni wa nini? Huyu ni wa mbegu. Bwana asifiwe. So ukiangalia kwa wengine wanasonga, hao walipeana budget ya nini? Ya mbegu, ya kupanda. Na ukiona kwenye wamegwama wanalia, walipeana nini? Walipeana budget ya chakula. So wakakula kikakwisha. Then unaona kwa wengine wananawiri wanasonga, maana walisema walipewa mbegu wakapanda na wakanawiri. Hallelujah. So mwezi wa 12 you have to sit down and budget. Habakuku akasema andika kwa herufi kubwa, ili atakayesoma aone, hata kama itakawia itakuja. Bwana asifiwe. Na Mungu akasema kuwa mvumilivu kama nani? Mkulima. Maana mkulima anapanda, anangojea. Bwana asifiwe. Ninajua tumeandika. Aanza kuangalia kama umeandika mkate, watakupa mkate utakula kesho itaisha. Sasa hivi yenye tumepewa watoto biscuit, ukiwauliza watakwambia iko. Wamekula, hata wengine nimekiona wakikimbia kwa choo. Hata wanataka warudi waulize ingine iko wapi. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu akasema mwenye kupanda anamupa mbegu, na mwenye chakula anamupa mkate, na anakupea kulingana na budget yako. Anakaa, anaangalia, anakaa na Yesu Kristo na Roho Mtakatifu, wanaanza kuangalia. Wakimaliza wanatumana malaika. Anaambia malaika shuka, aanza kugawa kila mtu posho lake. So kama wewe ulipeana late, the door was closed. Alafu unaanza kusema waliobarikiwa. Waliofanya nini? Walikuwa wanabarikiwa ukiwa wapi? Ukiwa unalala. Methali akasema fungua macho uone, maana ukilala utakuwa maskini.
Bwana asifiwe sana. Wengine tunangojea maana kutoka mbinguni. Hiyo ni chakula tu utapewa, utakula, utashiba leo, kesho inakungojea. Bwana asifiwe sana. Wengine tulipewa mbegu ya shilingi 10,000, ukasikia sasa hii hapa kwangu watu wananona na siku moja. Bwana asifiwe. Kesho utakuja hapa pasta. Wewe pasta wakikuja wafukuze, uambie mliniletea kwa chapati. Pasta unajua niombe tu. Unajua pasta huko kwangu watoto wamefukuzwa school fees. Pasta unajua huko kwangu hakuna kufanya mtihani. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Why? Tulienda tumechele. Hata asia makatoho. Wanasema hivyo. Hata asia wai. Na kato. Bwana asifiwe. Lakini tupo. Mpaka naona wengine wanasikia kwenda kurudisha unga kwa duka. Maana tulipewa mbegu. Umepewa mbegu, wewe umeifanya kukua mkate. Jina la Bwana litukuzwe. Tupo. Tunasikia hili neno ama linakuwa ngumu. Najua ya kwamba tumefika wakati wa kuvunja mifupa. Maziwa tuliacha kukunywa. Bwana asifiwe. Kuna mtu ataniuliza sasa, pasta, hii ingine umesungumuza na hii basha ulitupea nini? Hii basha niliwapea. Neno linaniambia kwamba Yesu akasema nimepewa nguvu na mamlaka. Firstborn. Yesu akapewa nguvu na mamlaka na akawekwa juu ya falme wengine. So firstborn umewekwa juu ya wengine. Kwenu kama kunaharibika ni wewe. Yesu akaona kwangu kunaharibika, nifanye nini? Akaambia Mungu, nimesimama, nimeamua nitaenda msalabani, hao watu wakombolewe. Haleluya. Firstborn, you have a task. Bwana asifiwe. Huko mimi huwa silali mpaka ninawaambianga hao. Naambia wakati nitakuwa maskini na wewe uko tajiri, jua ni mimi nilisimama. So usikule na mimi ninalala njaa. Nikipiga simu wanaitika. Firstborn, you have power and authority. Hallelujah. Mmesikia venye ameimba, si ndio? Hata na mimi nikafanya nini? Nikaimba. Firstborn. Kama unalala firstborn, hiyo basha nimekupa, utoe sadaka kwa ya kukua mtu wa kwanza. Maana you have been sent. Na kuna kitu labda haukufanya. Urudi kwa madhabahu, ambie Mungu, ulinituma kama mtu wa kwanza na nilisahau ya kwamba mimi ni wa kwanza nikakuwa wa mwisho. Si wengine tuko firstborn na tunakaa wa mwisho. Hata sasa nasimama hapa, Esther ananipitia tu juu hivi. Wewe, you have power and authority. Yesu akasimama akaambia shetani, nimepewa nguvu mbinguni na duniani. Anaambia nani? Shetani. Haleluya. So hiyo nguvu ndio tunasherekea hapa. Na kama wewe ni firstborn na kwenu kuna umaskini, ambia Bwana, leo ninakuja na sadaka ya shukrani. Maana neno linaniambia kwenye Deuteronomy 18 ya kwamba ahimidiwe Mungu anayetufundisha kuwa tajiri. Na Mungu anatufundisha kuwa tajiri wakati anatupa mbegu twende tupande, sio twende tukule. Bwana asifiwe. So firstborn umepewa nguvu na uwezo. You have power and authority to speak. Na kila kitu kinafanya nini? Kinatulia. Bwana asifiwe. Na kama wewe ni lastborn na unajibeba kimbele mbele ya kwamba mimi ndio kusema, follow the authority. Hata kama ni maskini, follow the authority. Neno linasema Yesu akawa maskini, akazaliwa kwenye nini? Lakini bado we follow the authority. Hallelujah. Lakini hatujasema firstborn twende tukue maskini. Tukiwa maskini, we have to break that protocol. Hallelujah. Yesu alibreak. Wakati mamajuzi walienda wakatoa dhahabu, wakatoa na nini?
manemane, wakatoa na uvumba, kumaanisha yeye ni tajiri. Akasema mimi ni tajiri maana niko na kila kitu, I own everything. Firstborn, we own everything. Hii vichwa vyote huko kwetu wako 7 yuko hapa, nikikohoa wanasikia. Have power. Hallelujah. Ndio hawa waulize kitu haiwezi kufanyika, wanawaambianga tunangojea akuje to give direction. Jina la Bwana litukuzwe. Firstborn, are you there? Kama kwenu wanakuchukulia hivi, ninataka ukuje hapa kwa madhabahu. Hiyo ndio maana ya hiyo bahasha. Kama wewe umebaki tu mnyonge na wewe firstborn kwa madhabahu, ambia Bwana, I take power and authority. Yesu akasema nimepewa nguvu na mamlaka. You have authority to set your family free from poverty. You have the power to speak over the situations. Kwenye nyumbani uko na uwezo na mamlaka ya kuzungumuza hali huko itulie. Yesu akaingia kwa chombo kikaanza kuregareka, kumaanisha kuna mtu hapo walikuwa wamemdharau ya kwamba wacha kalale, hawakujua is a firstborn. Bwana asifiwe. Wakalala, wakaona mtu kenye khalizaliwa tu huko wapi? Khalizaliwa tu huko mzizini ya ng'ombe. Tu mtoto khazeremara, khanapiganga toranda. Watu sisi tunaendesha machopa, tunaendesha maviet. Sasa atuambia nini my friend? Walienda wakamwambia amuka, maana tunafanya nini? Tunazama. Firstborns, kuna zama huko nyumbani. Amuka. Hallelujah. Tupo. Na kama hawako hapo, wazazi muende muambie ya kwamba amuka. Meli ina yumba inataka kuanguka. Firstborn, huwezi kukaa hapo na unasikia kwenu kuna dharauliwa. Bwana asifiwe. Hawezi kukaa hapo unasikia kwenu wanatukana. Hawezi kukaa hapo unyamaze ikiwa kwenu kuna matusi. It is you to stand na unasema enough is enough. Bwana asifiwe. Maana namba 2 akichukua utakiona, utajua hujui. Na unajua venye waru nasungumuza, sisi ndio kusema. Sasa wewe ka firstborn unaenda kama Yesu angeenda kujikunja hapo, tungekuwa wapi? Kama sio damu yako Yesu, kama sio damu yako Yesu, kama sio damu yako Yesu, wokovu tungepata wapi? Kama sio hiyo damu yako